wajipa bidinde ole pongunyala ne mwana gwana kuyira ole pongunyala kali bakulondu kungo bateshamwe na gwiru musana gwingati fya mu malima Eshako munda kakali kafuma kuusona myako munda kakafuma kuvu teshamwe kawelile kapimba gwingati fya mulusoko. Nilikwambia umlete mama yako mzazi tumle nyama. Mpaka leo hujamleta. Sasa nakumaliza wewe mwenyewe. Mama wangu wambabite wende kuno wende kama lungo gegwe tesaka kulondu kungo la gwepa wewe. Fanya haraka mimi nakusubiri. Habari ya saizi dada? Nzuri. Samahani, kuna mwenyeji wangu amenielekeza huu mtaa. Sasa simu yangu imezima chaji. Kwa hiyo nilikuwa naomba niazime simu yako dakika 2 tu. Ili nimpigie mwenyeji wangu ajue kwamba nimefika hapa. Hii hapa. Asante sana. Sasa kwa sababu kuna issue nyingine natakiwa tuzungumze mimi na yeye ni asili sana. Haitakiwi wewe usikie. Kwa hiyo naomba nikaongelee pembeni pale. Ongelee pembeni? Nikaongelee pembeni pale dakika 2 tu. Kaka, mimi mwenyewe shangingi hapa mjini naijua hiyo. Haya, hivyo viatu napeleka. Na. Ho, hujanisikia? Nimesikia umesema hivi viatu napeleka wapi? Nimekuuliza hivi viatu napeleka wapi? Kila siku mndani wewe ndio unaituibiaga. Kila siku tunajiuliza mndani mwizi nani, kumbe mwizi ni wewe. Mimi mtoto wake. Yesu Kristo. Kweli hali ni ngumu. Basi lipia hiyo 4500 niliyochukulia dadangu nirudishie tu hela yangu. Kakaangu mimi na 2000 tu mfukoni. Simuona mwenyewe suruali ilivyo nzuri. Ndio suruali nzuri. Ulipia hiyo 4500 basi. Sasa sina 4500 na 2000 kakaangu. Tusaidiane dadangu. Ongezea buku. Ndio pesa nilionayo. Unaikataa 2000 yangu, uenda kuanzia asubuhi mpaka saa hizi hujauza hata nguo moja. Sister. Samani dadangu. Basi lipia tu hiyo 2000. Samani kakaangu nilisahau, kumbe mfukoni na 1500. Dada, si umeniambia na 2000 wewe? Nilijichanganya, basi chukua nguo yako. Basi hamna shida, nipe hiyo 1500. Nisikilize shemeji yangu. Yaani tangu siku ya kwanza unaingia humu ndani, kwa kweli moyo wangu ulilipuka pa. Sasa leo imekuwa ni bahati moja kubwa sana. Dada yako ameondoka. Tumebaki wawili tu, mimi na wewe. Sasa nahitaji unifurahishe. Nahitaji yani unipe mapenzi moto. Ni enjoy yani ikiwezekana nimsahau mpaka dada yako. Umesikia shemeji yangu Yesu Kristo. Baba mkwe. Asalamu alaykum. Yani mama mtu umenifurahisha leo. Nilijua utanidanganya bwana. Yani bora umekuja. Sasa sikiza nikupange. Hapa nilipo nina upwiru umejaa kichupa kweli kweli. Kwa hiyo hapo mbele hapo kuna guest moja ni nzuri kweli kweli. Kiasi kwamba tukitoka hapa nikakupeleka pale, mazingira ya mle ndani lazima utafurahia tu. Yaani wewe tumekutana jana, umenitongoza jana, leo unataka mapenzi. Hivi unanichukuliaje? Mimi sio hivyo. Nisikilize nikwambie wewe, mimi sio chizi. Mimi sio punguani. Yaani siwezi kupoteza nguvu zangu mimi eti nichote maji, nibebe nipeleke bafuni, niende kuoga bila sababu za msingi. Hasa mapenzi na kuoga vinahusiana nini? Utake utaenda, usitake utaenda. Wajepa vipi hizi ni? Basi mpenzi wangu nimekubali twende. Au tufanye hapa. Yesu! Nyinyi mlikuja kwetu. Sisi tukasema haina shida. Okay. Tuwaache hawa watani zetu wakuja kutulingishia. Sisi sasa tukaja kwenu.
mawe. Mnakuja mnatuwekea kifusi. Utani gani sasa? Unataka uvurugu, unataka utani? Sasa utani gani wa jadi huu? Nyinyi ndio mmekuja kurusha mawe pale jangwani. Alafu kuhusu kifusi, tushindwe kujenga uwanja wetu ndugu yangu. Marahaba jirani yangu, karibu. Asante. Mtoto wa jirani yangu pale nyumbani. Aha. Karibu. Mgonjwa anaendeleaje pale nyumbani? Hivyo, hali yake sio nzuri sana. Mama amenituma, amesema naomba umwazime 50,000 apeleke mgonjwa hospitali. Kwa kweli hapa nilipo sina hata 100 jirani yangu. Nenda tu kamwambie mama kwamba sina chochote. Ningekuwa nacho ningewasaidia. Sawa, mimi naenda. Asante. Ngoja kwanza. Usema kuna mgonjwa? Ndiyo. Pole sana. Hii swala mimi linaniuma sana. Swala la ugonjwa. Yaani bora hata ingekuwa kitu kingine. Sasa mdogo wangu, sikiliza nikwambie. Mimi na kiasi kidogo. Hiki kinaweza kukawasaidia, sawa? Mimi nafikiri ukishakupa hiki wewe ndio kampe mama, alafu kingine mtajua nini mtajiongeza vipi. Asante sana kakaangu. Yeah. We, acha upumbavu wewe. Umekuja hapa ofisini kwangu kupiga story na mimi au umekuja kusaidia watu? Sasa huu ni kama matatizo hayo. Sasa unavyotaka kumsaidia huyu kwa sababu anauguliwa, unategemea mimi nitaishije? We nenda. Hapa hakuna msaada. Nenda. Kama naipenda kweli, mimi nataka uniweke ndani. Nataka uniweke ndani. Nishachoka kuchezewa kila siku. Umesema kama ninakupenda kweli nikuweke ndani? Ndiyo, nataka uniweke ndani. Safi. Hilo limeisha mama. Kweli? Ndani lazima ukae. Kweli, ndio maana nakupendaga. Afande. Hapa mtaani kwangu kuna mhalifu, naomba muje mumchukue mumweke ndani hata miaka 2. Wewe. Sasa afande na usanii na mapenzi yetu. Sasa wewe si umesema nikuweke ndani? Na maanisha uniweke ndani unioe, sio uniweke ndani huko na kwa sasa wewe. Tangesi mpoje vile. Mimi wa kiume. Sikiliza sasa, mimi nipo serious, naomba namba yako. Mimi nataka nikuoe ujue. Nipo serious kabisa. Mke sina na mtu wapi? Kweli? Kweli kabisa sina mke. Sikiliza, niwekee namba yako, mambo yaende. Habari za saa hizi jamani? Safi, nakwaje? Samahani, nimwaingilia maongezi yenu. Mkeo aliacha nguo pale ofisini kwangu, nilikuwa namalizia kuishona kwa sababu alisema anataka kuivaa kwenye kikoba. Kwa hiyo nikaona nimletee nyumbani. Sasa imekuwa bahati nzuri nimekukuta wewe, utampelekea basi ndugu yangu. Lemon parankui. No. Jadi mala imagine. We blaza. We blaza. Hivi blaza, una akili kweli wewe? Kichwa chako kina akili timamu kweli? Yaani unajua kabisa kwamba mzee kule ametaitiwa, anaumwa, yuko hoi, lakini umekuja kujifungia huko nyumbani kwako na umezima na simu. Toka asubuhi tunakupigia simu haupatikani. Na umeme upo, hauwezi kundanganya kwamba simu haina chaji. Umeme upo kabisa, tunajua. Naomba niambie ni kwa sababu gani wewe toka asubuhi haupo hewani? Kwa sababu nilikuwa naogopa kuanguka. Safi.